Asanteni sana. God bless you. Karibuni sana kwa fundisho la siku ya leo. Karibuni sana watazamaji wangu. Tunazidi kukuzana imani. Tunazidi kufunguana macho. Siku ya leo, naamini utafunguka macho. Naamini nitakusaidia mahali. Sawa? Tegea sana. Nipe sikio lako, nipe moyo wako. Niko tayari kukusaidia. Kuna neema ambayo mtu huzaliwa nayo. Na kuna neema ambayo hutokana baada ya mwanadamu kuwa mtendaji wa neno. Nitarudia. Kuna neema ambayo mwanadamu huzaliwa nayo. Na kuna neema ambayo mwanadamu huipokea baada ya kuwa mtendaji wa neno. Neema ambayo mwanadamu huzaliwa nayo haihitaji Roho Mtakatifu ndio iweze kufanya kazi. Haihitaji. Hiyo amezaliwa nayo. Hiyo naturally inaweza kufanya kazi hata bila Roho wa Mungu. Lakini neema ambayo mtu hupokea baada ya kuwa mtendaji wa neno, hiyo haiwezi fanya kazi bila Roho Mtakatifu, kwa sababu imetokana na neno. Ikiwa imetokana na neno, basi haiwezi kufanya kazi bila Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kuna neema ambayo mtu amezaliwa nayo. Hiyo anaweza kuilinda na vitu vya ulimwengu. Anaweza kuipakaza. Anaweza kuitengeneza vizuri na vitu vya ulimwengu. Lakini ile neema ambayo imetokana na neno la Mungu hauwezi kuilinda kwa vitu vya ulimwengu. Wengi sana kuna wakati wamekuwa watendaji wa neno. Mungu wa rehema amewapatia neema. Lakini baada ya kupokea hizo neema, wakajisahau. Wakaanza kuifurahikia zaidi. Wakaanza kuilinda kwa njia za ulimwengu. Wamepoteza hizo neema. Kuna watu walikuwa waombezi wa hali ya juu, wakiomba watu wanapona. Lakini chanzo cha hiyo neema ilikuwa kimetokana na neno la Mungu. Baada ya kuwa mtendaji wa neno, Mungu wa rehema alikupatia neema ya uponyaji. Lakini baadaye, kwa sababu haujui jinsi ya kuilinda kiroho, umeilinda kwa njia za ulimwengu, umepokonywa, imepotea. Kwa sababu gani? Hauwezi kulinda neema ambayo imetokana na Mungu kwa njia za ulimwengu. Neema ya kiroho inalindwa kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, lazima Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, lazima atakipatia nguvu kile ambacho kiko ndani mwako. Kwa hivyo, neema ya kiroho ambayo inatokana na neno la Mungu hauwezi kuilinda kwa njia ya ulimwengu. Lakini ile ambayo ulizaliwa nayo, unaweza ukailinda. Unaweza ukailinda. Unaweza jitengenezea vizuri. Unaweza piga mazoezi vizuri. Lakini neema ya kiroho, huwezi kusema napiga mazoezi ili nikahubiri. Tofauti kabisa. Kwa hivyo neema ya kiroho, nguvu yake iko ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, basi atakipatia nguvu kile ambacho kiliwekwa ndani yako. Wakristo wa leo hata sijui wanaenda wapi. Wakristo wa leo hata sijui ni wafananishe na nini, because wanapoteza wakati. Yaani mwaka huu mtu anavuma, mtu anasikika ulimwengu mzima. Mwaka ujao amezima, ameisha. Kwa sababu gani?
Kuna wakati mwanadamu hukosa matumaini na ujasiri kwa ulimwengu huu na kwa mtegemea Mungu kwa moyo wake wote. Baadaye Mungu wa rehema humfariji kwa kumpatia kitu ambako hakuwa nako hapo mwanzo. Mwanadamu huyo usahau chanzo cha hicho hako kitu ambako yuko nako, akarudi kwa ulimwengu. Anaporudi kwa ulimwengu, hako kitu hupotea. Hiyo neema uliyopewa na Mungu, wakati ulipokuwa unalia usiku na mchana kwa sababu umekosa matumaini na ujasiri kwa ulimwengu huu, hauwezi kuilinda kwa vitu vya ulimwengu. Neema ya kiroho inalindwa kupitia neno. Unapokuwa mtendaji wa neno, umelinda kile ambacho umepewa na Mungu, kitabaki kuwa ndani yako mpaka milele. Kuna wengine walimkosea Mungu, walikuwa na neema kubwa, wakapokonywa, ikapewa wengine. Hata pia wewe inaweza kuwa kwako. Unapoonekana kuwa wewe umeiasi sheria, utapokonywa. Eti unaombea watu wanapona. Mwezi mmoja, mwezi wa pili unatoka nje. Baadaye neema ya kiroho haihusiani na utajiri. Neema ya kiroho haihusiani na utajiri. Neema ya kiroho, chakula chake ni neno. Unapoishi ulimwengu huu, unalisha mwili wako, lakini pia neema yako ina chakula. Neema ya kiroho ina chakula chake. Chakula chake ni neno la Mungu. Unapokuwa mtendaji wa neno, basi umeidumisha, umeilinda kile ambacho kiliwekwa ndani na Mungu wako. Nafikiri nimekusaidia. Kwa hivyo wengi sana, hata najua wewe sahi haukuwa vile ulivyo, ulikuwa bure, lakini baada ya kumsongelea karibu Mungu, baada ya kusoma Biblia mara kwa mara na kutenda kile ambacho Mungu anasema, basi kuna kawepo fulani, kuna nguvu fulani ambao kalikukujia, ukajiona kidogo uko tofauti. Baadaye umejisahau, umerudi kwa ulimwengu. Utapoteza upendo ukatae. Neema ya kiroho inalindwa na neno la Mungu. Yeyote anayeishi kulingana na neno la Mungu, basi amedumisha kila alichopewa na Mungu. Hata pia mimi unayeniona, kile ninachokwambia kimenisaidia. Naporudi kwa ulimwengu, akili yangu huondolewa. Akili yangu hujazwa giza na nikakosa kuelewa siri za Mungu. Neno la Mungu ndilo ngao, ndilo ulinzi, ndilo uzima. Yote anayekuwa mtendaji wa neno yuko huru, yuko na amani. Nawapenda sana. Nafikiri nimekusaidia mahali. Kwa hivyo ile neema ambayo ulizaliwa nayo haihitaji Roho Mtakatifu ndio ifanye kazi. Hiyo ulizaliwa nayo. Ndiyo maana tuko tofauti. Kuna mtu anaweza akaimba, kuna mtu anaweza akacheza, kuna mtu anaweza akalia. Hizo pia ni neema mtu alizaliwa nayo. Lakini hii ambayo inatokana na neno, baada ya kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema, haiwezi fanya kazi hiyo neema hiyo mpaka Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, ataweza kuimarisha ile neema ambayo Mungu amekupatia. Ile neema ambayo ulipewa na Mungu itaonekana nguvu zake ikiwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Ikiwa hauna Roho Mtakatifu, unaweza ukahubiri vizuri, lakini mahubiri yako yakakosa nguvu. Yes, kwa sababu neno na Mungu ni kitu kimoja. Yes. Kwa hivyo unapohubiri bila kuongozwa na Roho Mtakatifu, mahubiri yako yanakosa nguvu. Uimbaji wako unakosa nguvu. Kwa hivyo
Natural talents does not need spirits to work. Haihitaji Roho Mtakatifu ndio ifanye kazi. Inaweza fanya kazi hata bila Roho Mtakatifu. Na wengi sana watu wa dini hujipiga kifua wakasema kwamba Mungu anawaita, Mungu anawajua kwa sababu ya neema walizopewa. Wakianza kuimba, watu wanasema falme zimeshuka, Mungu ameshuka, Roho Mtakatifu ameshuka. Hashuki vile ambavyo wanatazamia, anashuka kwa sheria ya neno. Nafikiri nimekusaidia. Hiyo neema yako haihitaji mambo ya ulimwengu. Haihitaji utajiri wa ulimwengu. Ukitaka kujua kuwa haihitaji, ilinganisha na utajiri uliona. Watu wamezima siku hizi. Kuna wachungaji walikuwa maarufu. Kuna wachungaji walianza vizuri, lakini kwa sababu ya utajiri walionao wamezima. Ikiwa ulianza na roho, maliza na roho. Itakuwa hukumu kubwa. Uanze na roho, malize kimwili. Natamani sana kama ulianza na roho, maliza na roho. Kuna wengi wanakuhitaji wewe. Ni wakati wako sasa kufanya uamuzi. Mungu anakuita. God bless you. I thank Lord. I thank you. God bless you. I love you much. Love you. Mungu awabariki sana. Nafikiri nimekusaidia sana. God bless you. Have a nice time.